upuuzi. Wewe mtoto wa kiume. Mimi sitaenda kukeketu na jambo hilo, sitakubaliana nalo hata kidogo. Kasunde amekufa. Amekufa. Umetusumbua sana. Ana kuua leo. Mjomba nakimbia leo, mmoja na kaka yake wanakimbizana huko. Chini mkachimbie. Pale alipokufa mwenzenu. Lakini hatuwepo kuogopa wala wakufanya lolote chochote mnachokiona. Kasunde! 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 Amekufa. 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 Na tujui nini kimemuua. Hivyo basi, hapa sio sehemu ya kukaa tena. Hapa sio sehemu ya kutondokeni. Tondoke, tondoke. Jamani, nimeleteni hapa na jambo muhimu sana nataka kuambia. Kaka, jambo gani la muhimu hiyo? Kaka, unajua tuna binti mkubwa kashakuwa mtu mzima. Inawezekana siku yoyote apakaja barua ya posta. Hajafanya mila ya aina yoyote mpaka sasa. Shemeji, kwa nini umejisahau kiasi hicho? Ni kweli shemeji, nilikuwa najipanga. Najua kule kwa Ngaliba kuna karata. Ila kwa sasa kila kitu nimeweka sawa. Shemeji, unajua itakuwa ni aibu sana katika familia yetu. Ni kweli shemeji, kama ninavyosema maisha ni magumu, nilikuwa najipanga lakini kila kitu sasa nimeweka sawa. Na hata ile baki sasa hivi kwa Ngaliba kuna karata. Ila sasa na kila kitu kwa sawa, tutasubiri maelekezo mengine. Kaka, kwa vile kashaniahidi mwenyewe, amejipanga yuko tayari. Naona lina shida. Sio uchukue kama jakuna kakaangu. Sasa kama shemeji, umeshajipanga na kila kitu kiko tayari. Unasubiria nini sasa? Shemeji, naona kesho sisi tutaenda kwa Ngaliba. Akatupe ratiba na mwongozo wake. Ila siku ya kumpeleka kule na wewe shemeji uwepo. Sawa, mimi sina tatizo. Mjomba. Mjomba.
Jambo. Jambo, sikiza hapo. Safi. Ni mzima. Karibu mwanangu. Asante. Karibu ukae. Asante, mimi na haraka na wahi hapo kisimani hapo. Una haraka unaenda kuteka mai kwa ile shughuli ya ndugu yako kesho? Shughuli ya ndugu yangu? Ina maana hujui chochote? Shughuli gani hiyo mjomba? Mbona mimi sina taarifa yoyote? Basi kama una taarifa yoyote sawa. Basi sawa mjomba, mimi ngoja nikachukue maji. Karibu muogo. Haya. Mila zetu mila, oh mila, mila zetu mila. Oh, karibu Baba Suka. Oh, karibuni kabisa. Habari za hapa mzee? Hapa tunashukuru. Ndio, shikamoo. Jambo yanaendelea vizuri. Shikamoo. Habari mama? Salama. Salama nyumbani? Tunashukuru. Sasa Ngariba. Ndio. Nakuja kutoa taarifa kesho binti yetu tunamleta kwa Na yule Suka ni kweli sasa umri wake ushatimia. Anafaa sasa kufanyiwa mila na desturi. Tukimaliza salama nitashukuru sana. Hili mama halina matatizo. Litaisha salama kabisa. Kwa sababu haya mambo ya mila na desturi ndio tumeanza nayo tangu wakati huo. Tena inakuwa baraka kubwa sana kama mtakuwa mmefanya hivyo, ni jambo jema sana. Basi Ngariba, tulikuwa na hayo, tulikuja kuchukua labda kuna maelekezo mengine tutayafanya maandalizi ya kesho. Sawa. Ni vizuri mmefikiria jambo la maana. Maelekezo wala sio makubwa sana ambayo mnatakiwa myafanye. Natakiwa mlete kaniki na suri nyekundu. Hivyo vitu hivyo mkivileta, basi swala hili litakuwa limeshafanyika na mmefanya vizuri kuja leo. Ngariba, bibi Ngariba ana safari mmeshafika kuja kutoa taarifa hii mapema, basi itakuwa vizuri. Sinaona Basuka. Tungechelewa tungemkosa. Basi Ngariba, si ngoja tukuache. Ndio. Tutafanya maandalizi. Kesho mapema kabisa. Basi kila laheri, mjitahidi na mimi Ngariba wafike nitamwambia atakapo. Sasa hivi ameondoka kidogo, ameenda kwenye kuni. Atakaporudi huko, basi nitamwambia walifika vijana wako wale hapa kwa ajili ya masuala yale ya unyago binti yao Suka. Basi mimi nimewapongeza na atakaporudi basi taarifa hii ataipata. Sawa. Na mkajiandae tu katika hilo nililokuelekezea. Basi sawa mzee. Asante baba. Haya, sawa. Mila zetu Ona mama lia, anadondosha chozi, anakuwaza mwanae. Suka uko wapi? Suka, oh Suka, pole sana Suka kwa majaribu unayopitia. Pole sana Suka, Mungu akutie nguvu Suka. Ona mama lia, anadondosha chozi,
anakuwaza mwanae. Suka uko wapi? Suka, oh Suka, pole sana Suka kwa majaribu unayopitia. Pole sana Suka, Mungu akutie nguvu Suka.